Kazi ya mchungaji, hawa wa Masai si ni wachungaji. Kazi yao ni kuamka asubuhi, wanapeleka ng'ombe mahali kuna lishe. Na kukikauka kwao, unaweza kuta ng'ombe za Mosisho Mombasa. Kwa hivyo unapolisha watu, kumbuka ya kwamba mambo ya dunia tunasolvia duniani. Wacha kuambia mtu ako na njaa hapa, inua mikono yako, tazama milimani mahali mtaada wako hutoka. Ushaona mtu ameshuka Mount Kenya na unga? Kwa sababu watu hawa tunahubiria wana mahitaji. And if a priest will shy away from their needs, there will be a disconnect between the servant and the followers. Praise the name of Jesus. Mimi najua hii injili haipendwi. Inapigwa, unaenda kuongea mbele ya wahubiri wanafura. Lakini mbinguni sio kwao. Mbinguni sio kwao. Tutahubiri injili iliyohubiriwa. The Bible says that Christ said, "Copy me." Mimi sio watu navutia na unga. Lakini najua unga huvutia watu. Usicheze na unga. Unga una nguvu. Ndio maana wakati wa campaign huwa mnapangwa, mnapewa, na ikikosa mnaimba nemotu the nawito no motu. Mukawinira mutu no guo wanainirwo. Yesu alipohubiria watu akamaliza kumwangalia. Unajua, when you finish with spiritual affairs and matters, now the physical hits you hard. Yesu akawahubiria, akawaambia baba yangu, akawaambia nini? Kihini kio kiari na irio. Jesu akioya akiriga kiama, akihea andu acio the irio, andu 5,000 makiria na magitigia. Icio stiari spiritual, stiari physical. Praise the name of Jesus. Yesu alipowapea chakula, hakuwapea chakula spiritual. Alimaliza na spiritual, akamaliza na physical. Praise the name of the Lord. Alafu Yesu akasema kwa maandiko, watakao nifuata wanipende, watafanya zaidi yangu. Na mimi saa hii tarehe 23 Disemba tulipea sikukuu watu 12,000. Kwa hivyo ni kumaanisha mimi niliyempenda nimefanya zaidi yake. Yeye alipea watu 5,000. Mimi nimepea watu 10,000. Kwa hivyo ni kumaanisha ako pamoja na mimi. Sisi tulikuwa tumepanga chakula ya watu 2,000. By saa 4 kulikuwa na watu 12,000 kanisani. Nikaona hapa kimeumana. Nikaita hawa watu wa protocol, nikawaambia kujeni kwa ofisi yangu. Wakaniuliza, Rev umetuita? Nikamwambia kujeni tukae hapa tuchapwe pamoja. Kwa sababu leo wale wakikosa unga tunachapwa sisi wote. But I thank God. God, the owner of the Lord's store, will always do a shopping for that store. Wakati chakula ilikosa kabisa, nikaona kimeumana, nikaona sasa kanisa tutapigwa. Watu wako na njaa, tutapigwa. Nikarotoka mahali napelekaga Apostle Garuya, tukachungulia nje, tukaona vile kanisa kumejaa watu. Nilichukua simu yangu, nikapigia, unajua mtu upigia rafiki yake, nikapigia Uhuru Kenyatta. Simuliona ama mnafikiri ni uongo? Simuliona. Nikampigia, nikamwambia hapa ni kubaya, nisaidie kama rafiki yangu. Kaniambia hao watu wote wapewe sikukuu, ninakutumia gari saa hii kuletea 1,000,000. Praise the name of the Lord. Nikatumana unga. Kila mtu aliyekuwa hapo, hakuna kwa mtu sikukuu haikunuka. Na tulikuwa tunapeana unga ya ngano na mchele na mafuta. Hakuna mtu hakubeba.
Why? When you build, the owner takes over. Kazi yetu ni kujenga, halafu mwenyewe achukue kutoka hapo. Na kwa sababu mmejenga, the Lord, the owner of the store, will take over. Praise the name of the Lord. Kuna kitu mimi hufunza, ninaambia watu. Amen. Karibu sana mheshimiwa. Amen. Niliambia, unajua, I love speaking vitu ambavyo vinaeleweka. Kwa sababu roho yangu, my heart bleed wakati ninaona mtu ako na shida. Kama kuna kitu hunisumbua, ni wakati ninaona mtu anasumbuka. Kwa sababu kanisani munafikirianga wa sometimes people are crying because they love God. Kuna mwingine hulia kwa sababu ako na njaa. Praise the name of the Lord. Unaona watu wameinama, wanalia machozi, unafikiria ni lile neno unafikiri Yesu Kristo oire. Lakini huyo mtu kwa roho anajiuliza, nikimaliza ibada watoto wamenigonja nyumbani, nitaenda kuwapatia nini? Na hata kulala tulilala njaa. That is the reason into why I started the Lord's store. And I am so happy to see the Lord's store cruising all over the nation. Kuna ingine tunaenda kufungua, nilikuwa naonyesha Apostle Ngaloia. Kuna the Lord's store tunaenda kufungua pale, kanisa la AIC limeanza. Pale Maingi, pale Lari pale panachomagwa mahindi ukienda Nakuru. Kuna kanisa la AIC lilifungua the Lord's store hapo. Kuna ile nilifungua Nakuru kwa Bishop Ben Nganga. Sasa nimekuja kufungua hii. Na mimi ninajua out of this one kuna zingine zinajengwa hapa nchini. Na sisi hakuna kanisa letu halina the Lord's store. Mpaka Narok nilikuwa huko. Unajua nilichukua makao. Makao ni mchungaji wetu wa JCM Narok. Nilienda huko juzi na nikamfungulia the Lord's store. In Nyahururu we have a Lord's store. In Mtwapa tuko na Lord's store. Hakuna mahali kanisa la JCM litawahi simama pakose the Lord's store. Hata heri tukose kuhubiri injili ingine. Tukifika mbinguni hamtaulizwa mambo mengi. Kwa sababu mnafanya bidii sana ili mfike mbinguni. Lakini tukifika kule maandiko yanasema tutaulizwa maswali very easy. Nilikuja nikiwa na njaa. Nilikuja nikiwa na kiu. Nilikuja nikiwa uchi. Hayo ndio mambo utaulizwa. Praise the name of the Lord. Kuna injili tunaruka na ndio injili ya Yesu Kristo. The compassionate gospel. Compassion was the gospel of Jesus. Whatever that driven Jesus was compassion. Alikuwa anaenda anaangalia mtu hivi anamhurumia. Mpaka yule aliitana akiwa kipofu alitumia majina gani? Yesu mwana wa Daudi, unihurumie. Have compassion on me. Compassion is the gospel of Jesus Christ. Praise the name of the Lord. Sasa wacha niwaambie kitu kingine. Kama kuna watu wamebahatika ni watu wa hili kanisa. Kule kwetu JCM, tithe yetu yote huenda the Lord's store. Hata mtasaidia huyu kupata ufalme wa mbinguni. Kwa sababu tumekuwa tukichukua pesa ya Mungu tunaweka kwa tumbo zetu. Ndio unaona mchungaji anakaa akiwa maridadi miaka 2, miaka 3, halafu mnamkuta na washirika 4. Kwa sababu hata Mungu tunayehubiri hapendi ujinga. Tunachukua chakula ya Mungu na kutishia hawa washirika. Tunachukua, tunaweka kwa tumbo. Lakini nikihubiri hivi, unafikiri kuna wachungaji wangapi saa hizi wameangalia live hivi wanasema giki kiaragi hata yalimu. Kwa sababu when you have the Lord's store,
And that is what I want us to read in the book of Malachi 3:10. Nilisikia mtu mwingine akiuliza tithe ni ya nani? Unajua kuna watu wengine hutoa tithe hapa, wanafikiria tithe ndio itafanya mfike mbinguni. Wacha nikuwafundishe kitu kimoja. Tithe is not your fare to heaven. Even if you give out 1,000,000 and you still go on sinning, you will not see Jesus. Tithe is a command from God. Kwa hivyo ni kumaanisha tithe, it's God's money. Ama mnafikiria kama mkileta hapa tunapatia Mungu? Ni nyinyi nauliza. Mnafikiria kama tithe tunapatia Mungu? Tumtoe wapi tumpe pesa yake? Ni nyinyi nauliza. Huwa mnaambia kwa tithe ni pesa ya Mungu? Tithe ni pesa ya kutumika hapa. Na tithe, it is a measure of your faithfulness to God. And it is the opener of windows of heaven where blessings comes from. Hiyo ndio hukufungulia milango na dirisha za mbinguni. Lakini hatupendi kuwafundisha sana kuhusu Malachi 3:10. Hatutakangi kuisoma yote, ndio kasisi asikose suti, ndio kasisi asikose kazi mzuri, ndio kasisi asikose gari mzuri. But wakati utafanya vile inafaa na fungu la 10, Mungu hufungua baraka zake hata hujuagi mahali anakutolea msaada. Ambia mwenzako doing the right thing. Malachi 3:10. Umefungua hapo? Nani yako na mic? Asome ndio mseme ni Biblia yangu inasema. Ili niwafunze kitu. And that is what I want to teach you about tithing for the Lord's store. Praise the name of the Lord. Na wacha nikwambie, Apostle Ngaruya, be ready. Si wewe ulikuja kwangu ukaona the Lord's store ukaniambia nikuje nikufungulie. Sasa jiandae kufungua zingine hii line yote, kwa sababu atakayeona atavipenda. Because the Bible says it is the Lord's and God's doings, and it is beautiful in our eyes. Kwa hivyo atakayeona the Lord's store itafurahisha macho yake. Nani yako na microphone? Asome. Soma. Soma. Ndio hawa wasiseme ni Biblia yangu inasema hivyo. Malachi 3:10. Inasema hivi. Bring the whole tithe. Sikiliza. Maandiko yanaeleza vizuri sana. Kwa hivyo kama huleti tithe yote, tafadhali ondoa wizi katika kanisa. This is a God command. Huyu ni Mungu anasema, leteni zaka zote. Sikiliza. Rudia. Bring the whole tithe. Bring the whole tithe. Unajua Mungu wakati alikuwa anaongea haya, yeye alifikiria kanisa liko na watu waaminifu. Hakuna mahali wizi umejaa kama hapa tuko. Unajua mimi napenda kuongea ukweli, sababu ukweli ndio huniweka huru. Na mimi nitafikishwa mbinguni na kuongea. Hakuna wizi kama ulio kanisani. Mnasema serikali. Nyinyi hata si wakora. Ukora uko wapi? Kanisani. Ati unakuta mtoto wa bishop anaendaka group of schools, lakini washirika watoto wao huenda school as a group. Halafu unasikia right now mimi niko na watoto 36 in secondary schools. Niko na watoto 4 university. Na hakuna mtoto wangu hapo. Ni watoto wa washirika. Mshirika wangu mtoto wake haezi pata max 400. Halafu huyo mtoto apelekwe day school kwa sababu wazazi hawana uwezo. Kanisa litamsomesha by fire by might. Sasa kanisa letu hii form 4 ilifanywa. Tuko na B4. Tuko na C+ ngapi? Dongo. C+ 6. D ni 3. Praise the name of Jesus.
Sisi basi yetu ikirudisha watoto shule, unaweza fikiria hiyo ndio. Na tuko na mwanafunzi mpaka Mangu High School under JCM. Hawezi, hakuna vile naweza kosa kusomesha mtoto na ako na max 400 halafu munione nikiendesha V8. Huo ni wizi in the name of Jesus. Na mimi sitaki kuwa mwizi kupitia jina la Mungu. Unapata mshirika kanisa limejaa mpaka huko. Kanisa linanunua mabasi, lakini kuna mshirika anauza shamba akatibiwe. Wizi kupitia jina la Yesu. Huo wizi ninasema in this generation, kama sisi ndio tunaleta revival, huo utakoma. Praise the name of Jesus. Amen. Huo utafanya nini? Huo utakoma. Kanisa letu halitawahi nunua lori kama tuko na mgonjwa hapa. Shughulikia huyo kwanza. Kuna vitu zingine sio za kiroho. Mambo mengine unashughulikia kimwili kwa sababu tuko katika. Hebu imagine mtu aletwa hapa amevunjika na pikipiki. Amevunjika mguu. Halafu Apostle Ngaroya ateremke hapa ati mwekeni hapa. Rimakoto ribako ribashantaraba. Hiyo ni ujinga. Huwezi ponywa mguu kuvunjika na ndimi. Ni uende kanisa ufungwe plasta hata wewe uache ujinga wa kiroho. Hakuna siku utaambia mtu akona jana watoto wake wamesimama hapa. Wanakuambia pastor, sisi tumelala jana watoto wangu. Unawaambia reba kotorima shanda. Hekeni guza mahali pako na njaa. Alafu ati sasa ujiset hapa. Uelekeze power yako hapo. Wewe ni pastor mjinga sana. Hakuna siku mtu atashibishwa na muujiza. Kama ni chakula cha tumbo, patia mtu chakula ashibe, hiyo ingine mudiscuss. Ni wewe nauliza. Juu unapea Mungu conditions, ati ukiamka kwa magoti ujipate na gari. Gari hununuliwa showroom. Fanya kazi. Wakristo wacheni uzembe. Utajiri hupatikana kwa vitu vitatu. Either uliachiwa, either umeiba, ama umefanya kazi kwa bidii. Praise the name.